kuchukuliwa kama hivyo au yeye sio mmiliki. Maswali yamekuwa ni mengi sana, na siku ya leo Chief Godlove ameamua kuvunja ukimya, ameamua kuzungumza kuhusiana na hayo magari ambayo yamechukuliwa. Kiufupi tumeweza kuona Maimartha amempigia simu Chief Godlove na kumuuliza kuhusiana na hilo sakata, na yeye binafsi akadai atakuja kulizungumzia, na amekuja kulizungumzia kweli. Akadai kwamba kuna mambo mengi sana ambayo yanaendelea katika maisha yake ambayo bado binafsi hajayaelewa, lakini pia kuna vitu vingine ambavyo amevizungumza, vikiwa vitu hivyo akiwa anadai huenda kufilisika kwake kumefika, huenda mwisho wake umefika. Na kama ambavyo tunafahamu, binadamu huwa wanapenda sana binadamu mwenzao aweze kushuka. Tumeweza kuona baada tu ya Chief Godlove kuonekana magari yake yamechukuliwa kama vile na kupelekwa pasipojulikana, watu wengi sana wakaanza kumsema vibaya mitandaoni kwamba Chief Godlove alikuwa anajidai, Chief Godlove alikuwa anafanya vile, anafanya hivi. Na ukimwangalia Chief Godlove kwa asilimia kubwa sana alikuwa anakuambia mizimu yake ndiye ambayo inampa pesa. Yeye anaiabudu mizimu yake, mizimu ya mababu na mababu. Sasa unaweza kuona ni kama vile wakati wa Mungu umefika. Unajua, unapodhiaki kitu au unapoona kwamba wewe unaweza ukaabudu miungu mingine tofauti na Mungu aliye juu, basi kuna siku tu Mungu atakuja kukushusha pale ambapo wewe upo kileleni, kwa sababu tu umemdhihaki huko kwenye mitandao ya kijamii au popote pale, kwa sababu Mungu wetu anasikia muda wote, na ukisema neno lolote analisikia, hata kama umesema kwa siri sana. Kitu ambacho Chief Godlove alikikosea ni kuanza kuhamasisha pia vijana waweze kwenda katika miungu ambayo anaiamini yeye. Ukiangalia vijana wengi sana walimwamini, ni mhamasishaji ambaye alikubalika kwa asilimia kubwa sana. Sasa baada ya jana kuonekana magari yake yamechukuliwa, basi video zilivyosambaa kila mtu akawa anazungumzia history, na Chief Godlove akawa anadai bana huenda mwisho wake umefika, lakini pia huenda yeye anakwenda kufilisika, na amedai hawezi kuzungumza ni kitu gani ambacho kinaendelea zaidi, lakini amesema kwamba ni kweli magari yake yamechukuliwa, lakini hawezi kuzungumza yamekwenda wapi na ni kwa nini yamechukuliwa. Hivyo ni vitu ambavyo amedai atakuja kuvizungumza hapo baadaye. Lakini Chief Godlove tunamuona yupo sawa kwa sasa hivi. Kuna video nyingine ambayo tumeona inasambaa kwenye ukurasa wa Instagram ikiwa inaonyesha Chief Godlove yupo Kenya na alikuwa anaonekana amepanda katika gari la kawaida kabisa aina ya Noah. Sasa kuna mmoja ya shabiki wa Kenya akawa amemuona Chief Godlove amefungua vioo, akawa anamrekodi, alafu ile clip akaiposti kuonesha wazi kwamba Chief Godlove amefilisika. Sasa hivi Chief Godlove hana pesa ile ambayo alikuwa anaizungumzia mitandaoni kwamba mimi nina pesa, mimi nafanya hivi, mababu na mabibi wananipatia pesa. Mambo kama hayo yanaonesha wazi kwamba Chief Godlove kwa sasa hivi amefilisika kwa asilimia kubwa sana. Lakini pia mashabiki wanamuonea huruma sana yule msanii wa Chief Godlove, Pipi Jojo. Pipi Jojo amekuwa ni msanii ambaye amelelewa kwa muda mrefu na Chief Godlove, lakini pia amemboost sana katika sanaa yake ya muziki, ameinvest pesa nyingi sana katika sanaa yake ya muziki. Watu wakaona kwamba huenda Pipi Jojo akatakiwa kurudisha zile fadhila. Ni kama vile wale wasanii wanaondokaga katika record label ya WCB kuchangishwa pesa, huenda na Pipi Jojo pia akachangishwa pesa ya Chief Godlove, namna ambavyo amemgaramia video zake, amemgaramia muziki wake, mambo kama hayo. Kwa sababu ukiangalia sasa hivi Chief hana ile pesa ambayo alikuwa anaitambia kwenye mitandao ya kijamii. Mara ana ng'ombe zake sijui huko wapi, sijui Kampala, ng'ombe hizo ni kubwa, ng'ombe zina maziwa, zina nini. Chief Godlove kiufupi kwa asilimia kubwa sana biashara ambazo alikuwa anazionyesha mitandaoni ni biashara ambazo zinawamiliki tayari. Yeye alikuwa kama promoter tu, kama ambavyo tunaona wasanii. Ni miaka mingapi tumeona Diamond anafanya promo, amekuwa ambassador na kampuni ya Pepsi. Ni muda mrefu. Sasa eti akijitokeze Diamond aanze kusema ile kampuni ya Pepsi ni ya kwake. Ndicho kitu Chief Godlove ambacho amekifanya. Amewadanganya watu mitandaoni kuhusiana na mambo yake, biashara zake, mambo kama hayo. Saa nyingine yale magari amekopa, hatuwezi kujua kwa sababu magari yamechukuliwa na hayajulikani yanakwenda kwa mmiliki ni nani. Wewe kama shabiki unalipi la kuzungumza? Toa maoni yako, lakini pia usisahau kubonyeza maandishi mekundu yaliyoandikwa neno subscribe.